Hivi unachokiongea unakisikia kweli? Unashindwaje kumrudisha Zuu hapa nyumbani? Na wewe ni mtoto wa kiume, Zuu ni mtoto wa kike. Kwa nini unakuwa mzembe wewe mtoto? Nifanye nini labda? Ujue mamako kabisa anataka ufanye hivi na hivi na hivi. Uende kwenye miendo hii na hii na hii. Jamani. Changamka basi uchangamkie maisha yako. Unataka nini? Mimi namtaka Zuu hapa arudi. Oho. Mama, kiukweli nimetumia lugha nyingi sana kumwelekeza. Nimetumia maneno tofauti tofauti, ili mradi tu kufanya hicho ambacho anakihitaji wewe. Lakini ameonyesha kuwa hitaji. Sasa nawezaje kulazimisha? Nawezaje kuforce? Mimi nimeamua nimwache tu. Unazungumzia kumwacha? Hivi ni kweli? Unajua nataka nini kwake? Wewe unasema tu. Unasema kwa sababu unalelewa na upo kwa mama yako. Unakula unashiba kwa wakati. Ninachowaza mimi, ikitokea akienda kwa mwanasheria na akazungumza naye kwa urefu na mwanasheria anajua kila kitu, nyaraka zote zikawa mikononi mwake, uone kama sisi tutapotea? Bwana, sitaki tena kuanza moja. Sasa mama, yaani wewe mtu mwenyewe ambaye unamwazia, yeye hana hata mawazo hayo kabisa yani. Afikirii kuhusiana na hizo mali wala hii nyumba. Ila ni wewe tu pressure yako. Bora tumwache tuishi maisha yake. Tena anaenjoy sana kuishi vile. Yaani tumwache, yeye anaenjoy na maisha yake na hawazi kabisa kufikiria hizo mali. Hivi una akili timamu wewe? Laiti hizo mali zingekuwa za mama yako, ungeziacha kama unavyofikiria? Hawezi kuziacha. Labda kuna mbinu anazipanga ili aje kuchukua mali zake. Bwana, naomba unisikilize kwa makini kitakachokwambia. Mimi ni mzazi na kauli ya mama isikilizwe. Kama niliweza kubeba tumbo lako miezi 9, nikakuzaa kwa uchungu, kwa jasho na damu na kutoa duniani, mtoto